Si kawaida mfundishe mafundisho inafanana na mjambiani. Si kawaida, inamaanisha Mungu ako katika hiyo huduma. Amen. Bwana asifiwe sana. Ninataka mtu afungue kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo. Mlango wa kwanza. Unisomee vizuri mstari wa 12 hadi mstari wa 16. Yule amefika pale atusomee Revelation 1:12-16. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. 16. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth on his strength. Amen. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu kifuani. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. 16. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ulitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno hili ambalo naenda kujifunza. Tupatie neema na Roho Mtakatifu atuelekeze. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nilete mafundisho hii. Ningependa Mungu akusaidie ukaweze kuielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo ambalo mwezi huu ukifika wa 12, watu huwa wanakubali kwamba huu mwezi ni mbaya sana. Bwana asifiwe sana. Yaani huu mwezi ukifika, Wakristo kitu cha kwanza huwa tunasema tumefika mwezi mbaya sana. Bwana asifiwe sana. Huwa ni sisi tumesimama katika pengo, yani badala ya sisi kusimama katika nafasi ya kuhakikisha kwamba huu mwezi unakuwa mwezi kama miezi zingine, huwa ni sisi tunakuwa wa kwanza kutamka maneno ya kwamba shetani ameinu. Bwana asifiwe sana. Yaani badala tukue sisi ndo tunakemea shetani, Wakristo, naongelea watu wa kanisa, ndio watu huwa wa kwanza kusema shetani amefanya nini? Ameinuka. Bwana asifiwe sana. Hiyo miezi zingine anakuanga amelala. Naongea na Wakenya wenye uhai. Bwana asifiwe sana. Hiyo miezi zingine Januari fika November ako tu kwa kitanda analala. Fika December anainu. Bwana asifiwe sana. Lakini nimekuja nikwambie ujumbe huu ya kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Yesu.
Na huyu Yesu wakati mwingi tumebaki katika ile taswira ambayo tulimuona akiwa duniani kabla hajapaa kwenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na ninatamani siku ya leo nikaweze kukutoa hiyo picha. Huyo Yesu mwenye umebeba kwa akili yako, vile ulimuona akienda kwa msalaba huyo, shida yetu ni kwamba huyo ndio bado tunaona. Bwana asifiwe sana. Nimetaka nikusomee kitabu ya Ufunuo ili uelewe Yesu ambaye tunamwabudu, ambaye tunamtegemea katika siku hizi. Haleluya. Sio ule Yesu ambaye ulimuona akicheza movie, akiact kwa movie, huyo mwenye anatoka Amerika, huyo mwenye anajiita Brandicon, akikuja kwa TV anajiita Yesu. Bwana asifiwe sana. Atuongelee huyo Yesu mwenye unaonanga kwa mtandao, huyo wamemwandika hapa amen, hapa skip. Bwana asifiwe. Wameka hapa shetani, ameweka hapa Yesu. Sasa hapa amen, hapa skip. Bwana asifiwe sana. Mimi siongelee huyo Yesu wako wa mtandao. Bwana asifiwe sana. Ninaongelea Yesu ambaye alikuwa amekufa na sasa anaishi. Bwana asifiwe sana. Kabla sijaenda mbali, ningependa nikupatie kichwa cha ujumbe huu, na ninataka tukaweze kujifundisha kuhusu jambo linaitwa Jesus Christ defeats. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba Yesu Kristo anashinda. Haleluya. Shida yetu ni kwamba tumeweka mawazo yetu kwa huyo mzungu mwenye ana act movie. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kile ambacho ulisoma wakimpiga mijeledi, unafikiria ni kwamba ndio kile kinaweza kufanyika tena saa hii kwake. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana nikataka uweze kuona huyu ni Yesu gani. Baada ya kutoka katika kaburi, alifanyika kukua Yesu gani? Na baada ya kufanyika kukua huyo Yesu, anaweza sasa kufanya nini? Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie Yesu kabla hajaenda mbinguni alikuwa mwanadamu kama mimi na wewe. Bwana asifiwe sana. Kabla hajatoka mbinguni kukuja duniani alikuwa Mungu. Wakati alitoka mbinguni akakuja duniani akakuwa mwanadamu. Wakati alitoka duniani akarudi mbinguni akarudi Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo saa hizi Yesu ambaye tunamuongelea sio Yesu yule ambaye ulimjua enzi zile. Ni Yesu ambaye alikuwa amekufa na sasa anaishi. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambia kwamba Yesu yule alipokufa hakufufuka jinsi alivyokuwa amekufa. Bwana asifiwe sana. Sijui kama ninakimbia mbio sana. Ninataka uelewe. Ninasema ya kwamba Yesu mwenye alienda kwa kaburi, vile alienda hivyo, vile aliamuka, hakuamuka ule mwenye aliye. Bwana asifiwe sana. Alienda kwa kaburi. Kabla aende kwa kaburi alikuwa na uwezo wa kuponya, alikuwa na uwezo wa kurejesha, alikuwa na uwezo wa kusamehe dhambi, alikuwa na uwezo wa kutangaza injili, lakini baada akaenda kwa kaburi. Bwana asifiwe sana. Sasa atakuwa vipi saa hizi baada ya kutoka kwa kaburi na mamlaka ile yote? Amekuwa wa ajabu kushinda yule wa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninataka uelewe Yesu. Haja yangu leo nataka uelewe Yesu ambaye tunaongelea, ili inapofika mwezi wa Disemba ujue kwamba hiyo kitu yenye unasema imeamuka haina nguvu kushinda huyu Yesu. Bwana asifiwe sana. Hizo ajali ambazo hiyo kitu inapanga, ambayo tunasema barabara zimeharibika, barabara, hakuna barabara yenye imeharibika kama huyu Yesu wako. Bwana asifiwe sana. Na shetani akisikia mkimtukuza kanisani anafurahia sana. Bwana asifiwe sana. Wakati mnaweka huyu Yesu kando na mnasema shetani ameinuka na mambo yake. Kuna wakati Yesu akitaka wakati Yesu anazaliwa hiyo mwezi ya Pasaka. Bwana asifiwe sana. Inakuanga hii mwezi ya Disemba, tukaribia Christmas. Tunaanza kusema kwamba Herode ameinuka. Herode mgani? Bwana asifiwe sana. Kuna wakati tunasikia mtu anasema Herode sasa ameinuka. Sasa Herode ameinuka. Vile utamalizanga kusema hiyo maneno. Bwana asifiwe. Hiyo mwezi penye taishi yanga, utakuwa umekutana na Herode. Bwana asifiwe sana. Nataka uelewe Yesu. Nataka twende na huyu Yesu polepole
ili tumuelewe vizuri. Biblia inasema ya kwamba kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Hiyo kitu yenye unaonanga kwa mtandao iko na kichwa nyeupe, iko na nywele nyeupe. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu ambaye tunamhubiri ni huyu hapa, ya kwamba kichwa chake, nywele zake ni nyeupe kama sufu. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba na macho yake kama mwali wa moto. Hiyo yenye unaonanga kwa mtandao, macho yake mwali wa moto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Shida ya Mkristo ni kwamba amechukua mawazo yake ameweka kwa picha ya Yesu. Yaani ile kitu unaonanga sasa hiyo imekuwa Yesu wako. Bwana asifiwe sana. Lakini the original Jesus who died and resurrected from death, that picture is not in your mind. Bwana asifiwe sana. And that's why today I want it to be revived. Nataka you understand Jesus. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru. Neno tunaloangalia hapa ni shaba. Tunaangalia miguu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Unajua shaba, the brass. Bwana asifiwe sana. The brass ni aina fulani ya chuma. Bwana asifiwe. Yaani tukisema brass ni kitu kama chuma, tutafika pale. Lakini miguu yake ni kama shaba ambayo imesuguliwa ikasafishwa. Bwana asifiwe sana. Nataka uendelee kuelewa Yesu huyu ambaye tunamhubiri, na akuwe Yesu wako Disemba hii na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba 16 inasema ya kwamba naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Nyota inasimamia malaika. Mtu asikudanganye ninataka kupea nyota ya masomo. Nyota hiyo vitu, hakuna nyota ya masomo. Bwana asifiwe sana. Soma hii Revelation pale mahali ukienda kumaliza hapo mahali tuko. Itamwambia nyota ni nini? Malaika. Bwana asifiwe sana. Nyota ni malaika. Nyota sio ya masomo, kupewa nyota kwa masomo. Hiyo vituko iwachwe iishi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Malaika 7 amewashikilia katika mkono wake wa kuume. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na upanga mkali wenye makali kuwili ulitoka katika kinywa chake. Yaani upanga, yaani upanga ndio kufiza mnonga na Petro damu. Bwana asifiwe sana. Panga ya Yesu sio ya kuficha kwa kanzu kama ya Petro. Panga ya Yesu huyu mwenye tunasema iko kwa mdomo yake. Bwana asifiwe sana. Na pia sitaki ufikirie kwamba ni panga yenye itatoka uione panga ndio inatoka kwa mdomo ya Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba ukitoka katika kinywa chake. Ya kwamba upanga mkali wenye makali kuwili ulitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Sijui kama unapata Yesu mwenye nakwambia mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Like I want you to have confidence in this Jesus. Once you understand the kind of Christ we are preaching, you will have confidence in him. Utakuwa na ujasiri ndani mwake, kwa sababu utakuwa umeelewa just that appearance of this Christ. Ile tu vile anaonekana itakupatia tu moyo wa kusema ya kwamba kama huyu ndiye Yesu ambaye niko na yeye, then I am good to go. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba huyu Yesu uso wake unang'aa kama mwanga wa jua katika makali yake. Wewe uenda hapo nje usimame uangalie kwa hiyo jua. Ukiangalia kwa hiyo jua uone kama utafaulu. Ukiangalia kwa hiyo jua direct hivi 10 minutes kuja nikupe 500. Sai 10 minutes uangalie kwa jua. Sasa Biblia inasema kwamba huyu Yesu
uso wake unang'aa kama mwanga wa jua katika makali yake, yani at its top volume. Bwana asifiwe sana. At its optimum, mwisho wa jua. Hiyo ni uso tu ya huyu mwenye tunaongelea. Tafadhali siongelee huyo mtu wako wa TikTok mwenye mnaona hapo kwa mtandao. Anyway, ukifika kwa mtandao upate amen or skip, mimi sijui vile utaamua. Bwana asifiwe sana. Lakini ujue Yesu mwenye tunasema hayuko online. Amen. Bwana asifiwe sana. We are not serving an online Jesus. We are serving a living Jesus. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na kwamba huyu John alipomuona huyu Yesu pale chini, ningependa mtu asome hapo chini. 17 inasema ni kile ambacho aliona, kile ambacho kilimtokea. Inasema hivi Kwamba nami nilipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Nami nilipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani John, unajua huyu mtu mwenye aliona huyu Yesu ni Yohana mwanafunzi. Uelewe Yohana. Bwana asifiwe sana. Sio mbatizaji. Yohana wa Ufunuo alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Sasa huyu Yohana alitembea na Yesu mpaka vile Yesu alikufa, na ndiye alikuwa mtu wa mwisho kusimama pale kwa msalaba. Yesu akimkabidhi kwa mama yake na akikabidhi mama yake kwake. Huyo ndio Yohana tunaongelea. Bwana asifiwe sana. Alitembea na Yesu all this long, lakini hakuwahi faint. Hakuwahi anguka kama mtu aliyekufa. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati anakutana na Yesu baada ya kufufuka, wakati alimuona hivi akaanguka kama mtu mwenye ambaye nini? Amekufa, akafaint. Yaani mimi nimetembea na bishop. Alafu siku nyingine tunapoteleana kidogo. Nikikuja nimuone siku nyingine, naweza nikaanguka hata chini nikafaint because of what God has made him to become. Bwana asifiwe sana. That is the Jesus now. The second Jesus and the final one. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo mpendwa, nataka nikupe hakikisho ya kwamba Yesu ambaye anakuhudumia katika maisha yako, Yesu ambaye ulipoombewa uokovu ulimpokea, sio Yesu ule ambaye ulimuona akienda kwa kaburi. Ni Yesu ambaye baada ya kwenda kwa kaburi alitoka. Sasa huyo mwenye alitoka huyo, Bwana asifiwe sana, that is the original Jesus. And I want to tell you another thing just to add on that. Bwana asifiwe sana, ya kwamba huyo Yesu kabla ya kwenda kwa kaburi, nataka nikwambie for free, hakuwa amepewa mamlaka mingi. Biblia inasema ya kwamba wakati alikuwa anakaribia kukufa, akaambia Mungu, now it is time to glorify your son. Bwana asifiwe sana. Biblia inafika mahali inasema kwamba at that time he had not received glory. Alikuwa bado hajapatiwa utukufu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu kabla hajaenda kwa kaburi hakuwa na utukufu yoyote. Hata hii miujiza anafanya haikuwa bado ya utukufu. Alikuwa anaifanya tu kudhihirisha kwa dunia kwamba nimekuja na sura ya Mungu, kurudisha sura ya Mungu duniani. Bwana asifiwe sana. Na ndio wakati Yesu anaingia kwa kaburi, wakati alitoka, akasema sasa mwana wa Mungu ameshavikwa utukufu. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe sana. And that is the Jesus we are talking about. Now I want to go step by step in the next few minutes, if God allows me, nikaweze kukupatia features on Christ according to the scripture we have read. Bwana asifiwe sana. That prove he defeats. Nataka nikuonyeshe vitu fulani kwa huyu Yesu kulingana na hiyo kitabu ya Revelation ambayo inaonyesha kwamba anaweza kupigana kila kitu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na jambo la kwanza,
Nataka tuangalie tu vitu tatu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 1, he has blazing eyes, not blessing, but blazing. Praise the name of the living God. B-L-A-Z-I-N-G. Blazing eyes. Bwana asifiwe sana. Yaani ako na macho ya moto. Macho ya moto. Nimekuuliza hiyo yako ya mtandao kama inawaka macho. Blazing eyes ni macho ambayo iko na moto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani macho yake ni kama jua. Ndio maana umefika mahali ukasikia ati uso wake unawaka, unang'aa. Ni hiyo macho ya moto. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio uso inafanya uso ya Yesu inang'aa hivyo, the blazing eyes. Praise the name of the living God. So his eyes are fiery, able to burn and consume. Praise the name of the living God. Yesu ako na macho ya moto yaliyo na uwezo wa kuchoma na kuteketeza. Haleluya. Yesu hahitaji kununua kiberiti kwa Kikuyu akuja atafute guna washe kwa hiyo mashida yako ndachome. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho Yesu anafanya ni kuangalia hivi. Yaani akiangalia hivi, hiyo kitu inateketea. Bwana asifiwe sana. Blazing eyes, fiery eyes, macho ambayo ni ya moto. Yeye akitaka ya kwamba hiyo maskini ichomeke, anakuja anaiangalia hivi na inachomeka na inatoka katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Yeye akitaka ya kwamba magonjwa yaliyo katika mwili yako yakauke, yeye anakuja anaangalia hiyo magonjwa hivi. Akiangalia hivi inachomeka na inatoka katika mwili wako. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu yeye ako na macho ambayo yanawaka moto. Huyu ndiyo Yesu ambaye tunaongelea. Yaani huyu Yesu kabla hajakufa. Nataka nikwambie ile wakati alikuwa baada hajakufa, kuna wakati aliangalia mti ya matunda kama haina matunda na njaa inamuuma. Mti kakauka. Na bado alikuwa hajakuwa na macho ya moto. Bwana asifiwe sana. Our Jesus has increased. Wewe kama Yesu wako ni ule mwenye ulionanga kienda kwa kaburi. Sisi Yesu wetu aliongezeka zaidi ya huyo. Bwana asifiwe sana. Ni kwamba macho yake yanawaka moto. Macho yake yanawaka moto. Yaani chochote kile ambacho sio kizuri. And I want to tell you, moto inakuanga fair. Our God is God of justice. Bwana asifiwe sana. Moto is something that is so much fair. Haiwezi kuchoma kitu mzuri. Moto ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Hii ya kawaida yetu inapita na kila kitu. Ile ya kiroho inachukua kitu ya kuchoma. That's why hata wakina Shadrach na Meshach na Abednego Mungu hakuruhusu. Hiyo ilikuwa sasa ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Haingechoma. Kwa hivyo Yesu akiangalia katika maisha yako. And that is why mtu anapookoka huwa kitu ya kwanza tunamwambia kwamba pokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumpokea hiyo itakuwa tayari imemruhusu yeye kufanya chochote kile ambacho anaweza kutaka kufanya na maisha. Hiyo kumpokea. Bwana asifiwe sana. Wewe mwenye unapokeanga shetani ameinuka. Hiyo kumpokea yako ya shetani ameinuka hiyo. Unakwamba unampatia mamlaka ya kufanya chochote kile. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want you to understand that one, Jesus have eyes. And these eyes are not just ordinary eyes like mine and yours, but these are blazing eyes. Bwana asifiwe sana. Ni macho yanayowaka moto na uwezo mkubwa wa kuteketeza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu hakuwa anang'ang'ana na mapepo. Angalia mfano ya hiyo yako yenye unaonanga hiyo. Angalia hiyo mfano hiyo. Unaonanga kwa Christmas watu kwanza kuiona. Unaona anaangalia tu hiyo kitu ninaanza tu kulia. Kwa nini? Inachomeka. Macho ya huyu mtu ni moto. Bwana Yesu asifiwe sana. He has a fiery eyes that burn and consume. Kwa hivyo hii macho inachoma na inateketeza. Haleluya.
Jambo la pili kuhusu huyu Yesu ambaye aliongezeka, huyu Yesu ambaye anashinda. Kitu kingine cha pili, tunaangalia miguu yake. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba his feet are brass like, yani ni kama shaba. Bwana asifiwe sana. Miguu yake ni kama chuma. Miguu ya huyu Yesu nani? Tumeanza na macho, tumepata kwa macho kuna moto. Kazi ya moto ni kufanya nini? Ni kuchoma. Bwana asifiwe sana. Lakini tumefika kwa miguu, na miguu yake Biblia inatuambia ni kama chuma. Chuma ni kitu mzito. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa unafikiri yako nini pale kwa chuma? Najua niko kwa darasa pia. Bwana asifiwe sana. Sitaki niseme kana kwamba naenda peke yangu. Nataka kuwa unapata. Tumesema Yesu ako na miguu ambayo ni kana kwamba ni chuma. Nataka urudishe picha kwa huyo shetani wako wa Disemba mwenye ameinuka huyo. Sasa ameinuka. Huyo shetani wako si wako, umekata. Bwana asifiwe sana. Tunasema Yesu ako na miguu kama ya chuma. Unadhani huyo shetani wako mwenye ameinuka Yesu anaweza mfanyia nini? Shetani hana nguvu. Huyo Yesu. Ndio nimeuliza. Unafikiria Yesu anaweza mfanyia nini huyo shetani akiinuka? Pigia Bwana makofi. Apiga makofi mazuri. Bwana asifiwe sana. Hiyo makofi ni ya Yesu wa TikTok. Pigia Yesu makofi. Yesu mwenye aliongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba miguu yake ni kama shaba. Miguu ya Yesu huyu mwenye tunasema ni kama chuma. Nyoka inainuanga kichwa hivi, inataka kukuuma. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambia kwamba ikiinua hivi, the brass feet zinakanyaga chini, ina crush kichwa. Bwana asifiwe sana. That's the Christ we are talking about. Yaani anaweza amua iangalie ichomeke, na anaweza amua ikanyage aivunje kichwa. Sasa Herode wako mwenye anainukanga na anafaulu ni kwa sababu hauna Yesu wa miguu kama ya shaba. Uko na Yesu wa TikTok. Bwana asifiwe sana. You have a TikTok Jesus who cannot crush. But we are talking about Jesus who can crush the heads of serpents. Yesu ambaye anaweza kanyaga kichwa ya adui ikavunjika. Biblia inasema ya kwamba jiwe lililokataliwa na wajenzi limefanyika kuwa jiwe la msingi mkuu. Bwana asifiwe sana. Yeyote anayeliangukia anavunjika vipande vipande. Yeyote linayemwangukia linamcrush. Bwana asifiwe sana. Atapondwa mwenye hilo jiwe linaangukia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaangalia hili jiwe. This is Jesus Christ whose feet are brass like, and these feet can crush the head or even the entire enemy. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninataka kuanzia siku ya leo mpendwa, ukaelewe macho ya Yesu wako ya kwamba inaweza kuchoma na kuteketeza. Jambo la pili, uelewe miguu ya Yesu wako ya kwamba inaweza kukanyaga na kuponda. Bwana asifiwe sana. Nadhani huyu ndio Yesu inafaa upokee. Kama ulipokea Yesu mwenye afanyi mambo hii yenye nakuambia, huyo ni Yesu wa Facebook. Skip or amen. That's the kind of Christ maybe you chose. But we are talking about the Jesus who increased and was glorified. Praise the name of the living God. Not Jesus of Facebook. Bwana asifiwe sana. Unajua watu ni wajanja. Nataka nikupatie jambo fulani. Kuna watu wanaamini Yohana, Elijah. Unasema naitwa Elijah? Oh. Kuna watu wanaamini kwamba Elijah, leo Biblia the prophet Elijah hakurudi na inafaa arudi. Bwana asifiwe sana. So we have people who are believing he will come back.
Na wazungu wanakutengenezeanga Yesu wao, wanakuletea pale, uko unasemanga amen, uko unasemanga amen. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kitabu ya Ufunuo itakwambia kwamba na katika siku za mwisho kutatokea masihi wa uongo. Sisemi manabii. Manabii wa uongo ni kando na masia wa uongo. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba katika siku za mwisho kutatokea masia wa uongo. Mtu anaweza shangaa niko aje against Yesu wa Facebook. Tuache tu tukue tunaandika. Lakini ninataka uelewe. Bwana asifiwe sana. Wakati unaweka akili yako katika that image, one day they will bring it in real. Kwa sababu anajua kuna mtu Facebook anajuanga huyu ni Yesu. Biblia inasema ya kwamba atakuja Yesu wa uongo. Na watu watasema ndio ule amekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengi watatoka kwenda kumuona. The same thing apply to Elijah. Wale watu wanatengeneza hiyo kitu. Shetani wako wa December mwenye unasema huyo anawapatia nguvu ya kishetani. Wakikuja wanafanya miujiza. Mungu alikuwa ananionyesha kitu kingine mpaka nikashangaa sana. Uko alert nikwambie hii. Bwana asifiwe sana. Amen. Usilale wazali. Juu tunalala ama nini? Bwana asifiwe sana. Kuna kitu Mungu alikuwa ananionyesha kwa sababu nilikuwa nauliza Mungu, mbona mtu mwenye hajatoka kwa Mungu awe na uwezo wa kucommand hiyo heaven isimamishe mvua isinyeshe? Kwa sababu wanasema huyu Elijah wa uongo atakuwa na uwezo kama hiyo. Anaweza command kitu yote itoke huko juu, ikunje istrike dunia. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akanionyesha katika maono, akaonyesha kuna bingu ya uongo hapa katikati. Kuna bingu bonoko hapa. Bwana asifiwe sana. Shetani ni mkora. Ambia jirani shetani ni muongo. The devil is a liar. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akanionyesha kuna bingu ya ukora hapa katikati. Ambapo shetani anaendaga anakaa hapo. Sasa hao wakora wake wanamcommand na anafanyia hapo. Bwana asifiwe sana. Shetani hana uwezo ya kuaccess the real heaven. And that is why ametengeneza in space. Bwana asifiwe sana. Ametengeneza bingu yenye iko pirate. Huwezi ona, lakini ndio yenye anatuma vitu chini. Anatuma vitu chini. Kwa hivyo ukiona mtu amesimama hata amecommand bingu, ati imeleta nini? Tafadhali, huyo mtu ni wa TikTok, huyo mtu ni wa Facebook. Wachana naye. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Yesu atakapokuja, atakuja katika utukufu wote. Bingu litapasuka na akuje katika utukufu wote akiwaka na malaika na mamilioni ya malaika wakikuja duniani. Bwana asifiwe sana. Hata kuja hata toka apande gari, apande ndege, akuje ashuke hapa, aambie kujeni mimi ndio huyo. Hapana. Bwana asifiwe sana. So understand real Jesus. Understand the Jesus who has brass like feet. Understand Jesus whose eyes are blazing. Bwana asifiwe sana. That's the kind of Jesus you must be sure to receive. Mtu akikwambia kwamba unapokea Yesu, ukuwe na uhakika ya kwamba ni Yesu gani ambaye unampokea. Je, ni Yesu ambaye atakuja kwa maisha yako kukudanganya? Ni Yesu ambaye ako katika bingu la hapa katikati ambaye ni mkora? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimekwambia jina Yesu peke yake isikushtue. Hata mimi ninaweza kujiweka nickname nianze kujiita Yesu na bado haitakuwa na shida. Bwana asifiwe sana. Jina Yesu alipewa ikiwa hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Gabriel ni malaika wa Mungu na watu tunajiita Gabriel. Kwani tunapigwa kwa sababu tumejiita Gabriel? Bwana asifiwe sana. Chief angel, archangel wa malaika anaitwa Michael. Si watu wanajiita Michael hapa. Sasa Yesu utashindwa kujiita Yesu. Bwana asifiwe sana. But understand the kind of Jesus we are talking about. Jesus with a special title. Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. And not just Christ, but Christ with features that shows he is Christ. Bwana asifiwe sana. And these features are ones that we are talking about. One of them are blazing eyes. Macho ambayo yanawaka moto, ambayo unaweza kuchoma na kuteketeza. And then number 2, brass like feet.
miguu ambayo ni kana kwamba ni chuma inayoweza kukanyaga na kuvunja adui. Bwana asifiwe sana. And number 3, the sword in his mouth. Bwana asifiwe sana. Yesu aliye na upanga katika kinywa chake. Huyu Yesu sasa, kufikia hapo 3, ninadhani kwamba mtu ameanza kumuelewa. Bwana asifiwe sana. Niko na imani kwamba umeanza kuelewa kwamba ni Yesu mgani ninazungumzia. Na pia ukimuelewa vizuri, huanga apack vitu, masilaha nyingi, aweke hapa guruneti, aweke hapa bunduki, aweke hapa panga. Sasa atinda anakuja kwa maisha ya Jackie nimesikia ako na maadui wanamsumbua. Sasa anaweka navaa uniform, anaweka nini, sasa akuje. Haleluya. Hizo silaha zote ni yeye, yani vile hako. Yani kama akitaka moto atakuchoma na macho yake. Akitaka kukanyaga atakukanyaga na miguu yake. Akitaka kukatakata atatumia upanga ulio katika kinywa chake. Yani ni Yesu ambaye hahitaji kujipackage, hahitaji kutafuta kubagi kwa masilaha, aike kwa mkongo. Akabama china eteu na sawa na maji. Hapana, ni Yesu mwenyewe vile ako. Vile ako hivyo. Ameisha. Yeye sasa ndio vile amekuja hivyo. Bwana asifiwe sana. That is the Jesus we're talking about. And this generation must understand this Jesus. That's why ameandikwa hata katika kitabu ya mwisho. Hizi features zenye nakuambia huko kwingine hakuna. Bwana asifiwe sana. Na hii kitabu ya Ufunuo, Bwana asifiwe sana, ni kitabu ambayo imeandaliwa hii kizazi ambayo tunaishi. Bwana asifiwe. Hii kitabu ya Ufunuo ya mwisho ya Biblia, ninarudia nasema kwamba ni kitabu ambayo imeandikiwa kizazi hiki. Kwa hivyo Yesu ambaye anadescribiwa hapa ndiyo Yesu ambaye ako katika kizazi hiki. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni Yesu ambaye ninataka nikuambie ya kwamba unahitaji kumbeba katika moyo wako. Unahitaji kumweka ndani ya moyo wako, because when you have such kind of Jesus in your heart, those features comes in you. Yani vile ako, vile umesikia tukimdescribe hapa, unapomweka katika moyo wako, hizo vitu zake hizo zinakuja kwako. Unajua mtu anafikiria ati ni vigumu uso wake kuwaka kama jua. Bwana asifiwe sana. Mchungaji mwenye aliniombea kuokoka aliniambia kwamba yeye wakati alikuwa Mungu anamfanyia calling, anamuita, alikuwa ameokoka baada hajakaa sana, lakini akaanza kuomba na kufunga. Wakati mmoja alienda kufunga na wenzake, na akawa anaomba na yeye amefunga macho na ako in spirit kabisa. Bwana asifiwe sana. Na hao wenzake wakawa wanamwangalia. Hao wenzake wakaacha kuomba. Yeye hata hakusikia kama wameacha kuomba, lakini waliacha kuomba wakaanza kumwangalia. Bwana asifiwe sana. Na alipomaliza kuomba wakamwambia kwamba imefika mahali ikabidi sisi tuache kuomba, tukaanza kukuangalia. Akauliza, kwa nini mlikuwa mnaniangalia? Bwana asifiwe sana. Wakamwambia ya kwamba ulipokuwa unaomba ulikuwa unawaka. Ulikuwa unawaka sana. Ulikuwa very bright. Kuna mwangaza ilikuwa imekuzingira. Like ulikuwa kama taa, unawaka tu. Bwana asifiwe sana. Hilo jambo limotivate sana. Bwana asifiwe sana. An indicator that Jesus was in him. Yesu ambaye anawaka. Kwa hivyo kuwaka sio shida, unaweza waka, but kile kinawaka lazima kikue ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kukuwa na uwezo wa kucrush shetani mwenye anainukanga wa December, huyo sio shetani wako sasa. Sasa ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Nimekupatia Yesu for free. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukitaka kushinda huyo shetani mwenye anainukianga watu December, mwenye alishika akili zao, huyo shetani ukitaka kumshinda, you need to have Jesus who has eyes that are blessing, who has fiery eyes. Have him in your heart. Number 2, have him in your heart, Jesus, whose feet are brass-like.
miguu ya shaba inayoweza kukanyaga na kupondaponda. Just have him in your heart in the name of Jesus. Bwana asifiwe sana. Na unapokuwa na Yesu huyu, nataka nikwambie, popote ambapo utakanyaga, kama kuna uovu wowote, utakuwa crushed. Haleluya. Huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Yohana anakaribia Yesu, anamuona vile nimekusomea, na anaanguka tu chini na anakuwa tu kama mwenye amekufa. Si ati ni mtu mbaya. John hakuwa mbaya, lakini hata kando na kutokuwa mbaya, baada alianguka chini na akakufa, akakaa kama mwenye amekufa. Sasa vipi kuhusu yenye ni mbaya? Shida ni kwamba sisi tuko baridi. Kitu yoyote kikuja inaweza tu access. Yaani wewe uko tu baridi. Huyo John alianguka chini, alikuwa tu mtu mzuri, lakini venye alimkaribia akashindwa na akaanguka chini, akawa kama mwenye amekufa, kwa sababu ya ile nguvu ya kitu yenye aliona. Lakini wewe, kitu yoyote kikuja inakuaccess tu, kwa sababu wewe hauna kitu yoyote yenye threatening. Macho yako tu ni ya kawaida, miguu yako ni ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Hata wakati mwingine macho yako hii ndio inafanya unatenda dhambi, miguu yako imefanya umetenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo adui hana shida na wewe, anajua wewe una kitu ya kumtisha. Bwana asifiwe sana. Lakini kama angekuja kwako na apate ya kwamba uko na hizi features, kuna mtu ndani mwako anaweka the features of Christ like, your eyes are blazing, your feet are brass like, akifika kwako Bwana anaanguka chini na anakufa. Ambie jirani anakufa. Bwana asifiwe sana. Huyo adui akifika kwako na apate uko hivyo, ataanguka chini na anakufa. My friend, understand Jesus that we are talking about during this season of December. Mimi sikatai shetani wako, akolejezi wako. Sikatai kwamba shetani anaweza amuka. Anaweza tu amua kuna anaamuka. Anakuwa na mwezi wake ya kupanga, atakuwa hii mwezi nitakuwa najaribu kuamuka. Lakini akijaribu kuamuka, wacha apate uko na brass like feet, unamrudisha chini. Akijaribu kukukaribia, wacha aone ya kwamba uko na uso unaowaka kama jua, macho yaliyo na moto, unamchoma anatoka kwa mahali huko. December haitakuwa na shida kwako wala kwa watu wenu. Bwana asifiwe sana. Number 3, tumesema kwamba Jesus ako na kinywa ambacho kiko na upanga. Upanga huu tumesema kwamba haitatoka hapo iende ikate mtu hivyo. Hapana. It is the word that he speak. Neno ambalo Yesu anasema ni upanga katao kuwili. A very sharp sword. Yesu hana shida ya kuja kupigana na wewe. Nataka nikueleze huyu Yesu. Hana shida ya kuja akuje ngumi. Yesu sio hivyo. Bwana asifiwe sana. Yeye anasema wewe mama anguka chini. Okoa. Bwana asifiwe sana. Yaani ako na upanga katika kinywa chake. Kile ambacho anasema kinafanyika. Sema haya, gari toka Nairobi, gari inaanza kukuja. Kuja inakuja. Kanyaga huyo mama. Kanyaga yeye. Kanyaga yeye kabisa. Kanyaga. Si ati yeye aende kwa gari aendeshe na kukanyaga. Hapana, he just speak a word. Bwana asifiwe sana. And when you have such kind of Christ in your heart, you will only need to speak a word over any situation. Bwana asifiwe sana. Utahitaji tu kuwa mtu wa kutamka. Unatamkia tu hali. Unasema kwamba wewe, hali hii toka kwa maisha yangu. Wewe msichana wangu, pata ndoa. Kwa sababu ile mwenye anakupatia maneno yako ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unatamka tu jambo na linafanyika, kwa sababu kinywa chako kiko na upanga. Bwana asifiwe. Shida ni kwamba hatuna Yesu aliyeongezeka. Youth wangu wenye mmekuja, sitaki niwaache nyuma, kwa sababu leo ni siku ya youth shana. Bwana asifiwe sana. Nimekuwa tukijifundisha kuhusu Jesus Christ defeats. Ni sawa?
na tumesema ya kwamba tumesoma kitabu cha Revelation 1:12 na tumekuwa tukiangalia features ambazo zinatupruvia kwamba Yesu Kristo anaweza kushinda. Tukisema ya kwanza ni blazing eyes, kuna macho yaliyo na moto, miguu shaba, brass like feet, na upanga unaotoka kinywani mwake. Tukasema pale introduction tulikuwa tunamuintroduce, tukasema kuna Yesu mwenye alienda, kuna Yesu before the cross na kuna Yesu after the cross. Bwana sifiwe sana. Kuna Yesu kabla ya msalaba, baada ya msalaba, kabla ya msalaba na baada. Yesu kabla ya kaburi na Yesu baada ya kaburi. Sasa huyu mwenye tunasoma kwa Revelation ndio Yesu baada ya kaburi. Bwana asifiwe sana. Ule kabla ako TikTok na Facebook. Wanaandikanga hapa amen, wanaandika hapa skip. Huyo ndio Yesu kabla ya kaburi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana huyo ukimwangalia macho yake haina moto. Ukimwangalia nywele yake sio ya white. Ukiangalia miguu yake sio brass like. Bwana asifiwe sana. Tukasema ya kwamba anything can happen during this dispensation, during this generation. Wanaweza kutengeneza Yesu kama huyo, na kwa sababu unamwaminingi TikTok wanakuletea wakwambia Yesu ndio huyu, unamfuata anakuweka kwa vituko. Kwa sababu wazungu ni wazungu tu. Wanakuletea tu Yesu wao. Bwana asifiwe sana. Tumesema shetani ni mkora, ametengeneza mbingu yake hapa katikati. Anasimamanga hapo hivyo na anaanza kucommand vitu zinafanyika. Prophet anakuja hapa anasema yeye ni prophet na anaita kitu juu na inakuja, lakini kuna mbingu ya uponoka hapa katikati ambayo ilitengenezwa hapa. Hiyo ndio tulikuwa tunajifunza leo. Tukasema kwamba hii December tusiseme shetani ameinuka. Tusiseme sijui Herode ameinuka, anaua Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Herode anainuka anaua Yesu. Eva mpeza mbola vipi? Herode anainuka. Bwana asifiwe sana. Shetani ameinuka. Msiseme hiyo vitu. Kuwa na Yesu akiinuka kanyaga. Usikuje kutuambia shetani ameinuka. Ameinukia huko kwenye. Sisi huko kwetu hayuko. Akiinuka malizana tu na yeye. Kama utakuwa na yeye. Bwana asifiwe sana. Najua naweza kuwa ninakusumbua. Lakini acha tu ikusaidie. Bwana asifiwe. Mimi natamani ikusaidie. Upokee Yesu huyu mwenye ako original. Walitoa akili yako kwa Yesu, yule Yesu aliteseka baya. Wao walimpiga boko baya. Wao sio huyo. Bwana asifiwe sana. Huyu ni wa utukufu. Huyu ni wa nguvu. Huyu ni wa mamlaka. Lakini ukitaka kusaidia, akae katika moyo wako. Inuka tu kwa miguu yako. Inuka tu katika miguu